waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Nisalimieni kwa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Chamge yomune. Asanteni sana. Thank you. Baba Askofu, nataka mimi nitoe shukurani zangu kwa kupata nafasi kuja katika ibada ya leo, na umetuhubiria vizuri sana mambo ya umoja, mambo ya kusameheana, mambo ya maombi, mambo ya kuungana, mambo ya kupendana, na umetujenga sana roho zetu asubuhi ya leo. Ya pili, nataka niseme asante kwa makaribisho hapa Bomet. Ni kweli nimetarajiwa hapa siku mingi, nikipanga safari kitu natokea nairisha kipanga, lakini nikasema leo liwe liwalo, lazima nifike hapa Bomet. Nimeleta salamu nyingi sana kutoka kiongozi wa nchi hii, bosi wangu Rais William Ruto. Amemsalimia sana, akikumbuka safari mlianza na yeye akiwa mbunge ya kujenga kanisa hili, na akafurahia ya kwamba hata mimi nikiwa mtu yake ya mkono nimekuja pisha, na hii safari tutatembea pamoja, na rais pia amenituma na mchango. Pia niko na salamu kutoka kwa mke wangu Pastor Dorcas. Ameniambia siku alikuwa hapa mlimkaribisha vizuri sana, na anasema atarudi tena na tena. Watu wa Bomet, sijapata nafasi kutembea hapa kutoa shukurani kwa niaba yangu na rais. Kwa katika shida mingi na majaribio, mlisimama sisi kwa maombi. Juu ya hayo mkatuongeza kura, tukapata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya. Kwa niaba ya timu yetu nasema asanteni sana. Kongoe kongoe, mlitusaidia sana na tuko na shukrani. Sisi tumefika hapa katika shughuli ya kujenga kanisa mpya. Nimetembezwa pale na Bishop, nimeona kiwanja ambaye mumenunua. Nataka niseme pongezi. Na 5,500. Na mimi niseme nimeshukuru pia kupata nafasi kuja kufanya kazi ya Bwana, na nitaka kuhakikishia nyinyi tutatembea pamoja kwa hiyo safari, na hata kama hatuwezi maliza leo, tuanzishe polepole. Mkikaka mnaniita tena, mkikaka mnaniita tena, tusukume mpaka siku ya kanisa kufunguliwa. Si tumekubaliana? Mimi niseme ya kwamba bure na kuna mtu na bishara tajiri yako.
abadilishe fikira, aseme hapana, toka kwa gate enda kwa shamba. Si unaenda tu, huwezi bishana na yeye na huwezi kumuongelesha na kiburi. Mimi nataka niseme tulikuwa na shida kubwa sana ya pombe katika Jamhuri ya Kenya, na rais akanipatia hilo jukumu niongoze hizo vita. Hasa hapa Rift Valley kulikuwa na shida kubwa, na pale kwetu kwa mlima kulikuwa shida kubwa. Tulikuwa tukija hapo mchana, wengine ni wale kelele mingi kwa sababu ya ulevi ya kubidukia, lakini tukisaidiana na maafisa wetu wa usalama na hawa na governor na timu yake na makanisa, pombe imepungua kiasi, na tutaendelea kwa sababu tunataka hivi vijana wetu wakuwe na nguvu ya kufanya kazi. Hata kama kazi imepungua, afadhali wakuwe na nguvu wakigojea kazi kuliko wakae wamepotea kwa pombe ati wamekosa kazi, si ndio? Si afadhali wakuwe na nguvu? Ndio kazi kipatikana wawe watu ya kufanya. And County Commissioner and your team, I want to say thank you. You are doing a good job. Wapigie makofi na muendelee kung'ang'ana, kwa sababu hii pombe haramu na madawa ya kulevya ilikuwa imetuletea tatizo katika jamii. Muko na mambo mingi ambayo mnasukuma ya maendeleo. Vile governor amesema nitakuja siku 3. Siwezi nikimaliza wiki moja kazi nyingine itaharibika. Nitakuja 3 days tufanye miradi hapa na pale, tukague barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, katika kazi zangu za kumsaidia rais kutembea katika Jamhuri ya Kenya, na pia kusikiza ground vile wananchi wanasema. Ndio. Ukikosa kusikiza watu utapotea. Lazima ukitembea unasikiza. Si gavana amesoma taarifa mrefu sana hapa. Si nimesikiza. Ndio tunatembea kwa sababu sisi ni watu ya kuandikwa kazi. Wewe umeandikwa kazi, lazima usikize wale wamekuandika. From time to time. Na ukisikia wanasema hii hapana bishara na hawa. Huwezi bishara na hawa. Watakufuta kazi. Si ndio? You must listen to the people. So we'll continue listening to the people, na tutaendelea kusikiza. Mimi kwangu nyumbani niko na Gen Z, vijana yangu wawili wako huko, na wako na maneno mingi, wananipeaga maneno mpaka kichwa nakuwa moto. Na kila nyumba iko na watoto, na watoto ya leo sio wale wa wakati wetu askofu. Siku ile tulikuwa tunawakemea na kuambia fanya hii namna hii, hiyo wakati imepita. Hao watoto ni ya kusikizwa na kuongeleshwa. Tena hii internet imefungua hao mafikira, wanaelewa mambo hata kuliko sisi. So we must listen to these young people. Na sio tafadhali. Kwa boma yangu wako hapo vijana wawili, wanakojanga hapo, wako na maneno, na si maneno yao ya vijana wenzao. Vile wanaongea Kenya, wananikuja waniambia, na waniongeleshi mimi kama ni deputy president, waniongelea kama baba yao. Nasema wewe mzee, sikiza hii maneno hapa. Yeah. Si lazima niwasikize? Lazima niwasikize. Saa ingine tunakosana, tunaita mama yao aamue. And let me tell you, siku tulikuwa tunamsaidia Rais William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na tulikuwa na shida mingi sana pale kwetu, kwa sababu sisi tulikuwa tunaenda kinyume na vile rais alikuwa mamlaka anataka, na tukasumbuana sana na serikali. Na hao vijana wangu wakaona kama mimi ninateswa na mambo yetu kama familia inaweza haribika. So waliita mkutano wa vijana wawili, na mama yao na mimi. Watu wangapi? 4. Na hii vijana akasema bana, hii barabara unaenda utaharibu hii family, wachana naye, wacha, sababu sasa mali yetu itakwisha, unafungwa nini, wacha hii maneno. So tukafanya kesi. Mimi nikasimama kidete, nikasema bana, wacha nikae na Rais William Ruto, naona kuna bahali anatupeleka.
Pastor Dorcas akaniunga mkono, tukapiga kura, ikakuwa 2 versus 2. Sasa mimi kama chairman ya mkutano niko na ile inaitwa casting vote. So nikapiga casting, tukaamua tuende na Rais William. Na vijana kwa sababu pia ni watu ya demokrasia akasema, dad, bila umeamua mkutano umeshinda, tuendelee. These children cannot be ignored by anybody. They are part of our life and our nation. When they have issues, we cannot ignore them. We must listen to them. In any case, they are the present and the future of this country. Hii Kenya ni yao, si ndio kesho yetu? So if we don't listen to them, tutasikiza nani? We will listen to them. And I really want to thank my boss, President William Ruto, ya kwamba he applied his mind, he listened to the young people, he listened to the majority of Kenyans, na kusema ya kwamba tuachane na finance bill, tuanze kusungumuza. Mpigie rais makofi. And that conversation sasa imeanza. Rais alikuwa na bishops from Catholic, amewasikiza. Jana amekuwa na independent church, amewasikiza. Juzi alikuwa na evangelical, amewasikiza. Create mechanism ya kuongea na hao vijana. Hata mimi mwenyewe nimeuliza hiyo majenzi iko kwa baba yangu hao wawili. Pia wa create forum, because hawa ni wajuaji na hii maneno ya kuongea na vijana. Hata hii vijana na mimi nianze kuwasikiza, so that I'm a better person, because we are saying these young children have knowledge na sisi tuko na experience. Tunataka hii knowledge yao na experience yetu tuweke pamoja. It is good for the country. So I'll also listen to these young people, even outside the framework the president has created. As a person, I'll also try to engage these young people to know what are they saying. What is it? What is it that they know that we don't? What is it they are seeing that we are not seeing? What is it that we are doing they think we can do better? What is their view of how to make our country better? We will listen to them, because it's important that we do so. And that brings me to the questions of the members of parliament. Nimeenda nikitoka Murang'a nikasimama pahali inaitwa Keno. Nikajaribu kusema niko na wabunge hapa, raia akaniambia bana, wewe sema mambo yako. Nikajaribu kusema muwasikia, no. Simu yangu nimetumiwa. Si hata nyinyi ndio mnasema? And let our members of parliament not fear the people who elected them. Kujeni muongee na ile watu walichagua nyinyi, si ndio? Mkuje kama mumetereza, muombe msamaha kulingana na vile samo nimeendelea, si mtasemewa? So mimi nimekanywa na hao vijana. Wamenikemea the whole night. Na nimewachana na hiyo maneno. Mimi nitaongea mambo ya rais na yangu saa hii. Wabunge mkuje muongee na hao watu. Si ndio walichagua nyinyi? Mtaelewana. I am sure mtafika pahali mtasikizana. Mimi hiyo maneno nimeondokea kwa sababu itaniletea shida bure. Waniambia hii wabunge si tulichagua, wewe kaka kando. But let us agree going forward. Let us listen to the people. Tusikize ground. And Governor, I'm happy you have listened to the ground. And what you are saying is what I've been saying. Ambaye waja kula chochote. Hiyo tu. Don't display arrogance and opulence to people who are struggling. Address the people with humility and respect. These are your employers. You can say a very tough message, but put it in a respectful manner with humility and people will understand you. Hii maneno ya kujipiga kifua, kufungua kifua hapa na kutembea unaonesha kifua, ukikula na kuanika tumbo, hapana. Let us respect the people of Kenya.
let us address them with dignity, with humility, because they are understanding people. Mimi ni msaidizi wa rais, na kazi yangu ni kumsaidia, and I do that every day, and one of the ways also to assist him. Mimi peke yake ndio nilichukua Biblia pale Kasarani, nikaapa ya kwamba nitakuwa nikimsaidia rais na kumshauri, na mimi naomba Mungu kila siku anisaidie nimshauri rais na kumwambia ukweli, sababu ukweli ni amana. Na mimi, I am not as busy as the president. I have an opportunity to listen to what Kenyans say. So mimi nasimamanga na hiyo ukweli. A few people in government are uncomfortable with the truth, and they normally have a slight problem with me, but there's nothing they can do because I cannot change. Nyinyi mngetaka niongee ukweli ama nidanganye rais? Yeah? Hiyo ndio mnataka? We'll continue. And I want to say this. I want to confirm. Siku rais alikuwa anataka mwanaume ya kusimama na yeye kabisa, alikuwa amesukumwa kwa ukuta, na alitaka mwanaume katika Mlima Kenya ya kusimama na yeye. Nilikuweko ama sikuweko? Eh? Muliniona ama kuniona? Mimi ningali niko hapo. Mimi nitasimama na rais, nitamsaidia, nataka afaulu mpaka safari yetu ifike mwisho. Na njia moja ya kumsaidia ni kuchunga Wakenya na kumshauri vile Wakenya wanasema, ndio tuchunge mambo yao, si ndio? Kwa sababu ukiona watu wanalalamika sana, there must be a problem. Now we cannot pretend and look for scapegoat. We must address the issues that are making Kenyans a little bit uncomfortable with our administration. And that is where a deputy must come in to assist his boss. And I can assure you that between me and President William Ruto, we will do whatever it is to address the few challenges in the country and put our country together so that we move forward and succeed. And you find one of the things that is quite interesting. You find some people from some regions who never supported the president. They never believed in him. They never believed his manifesto. They were calling him names. They mobilized resources to fight him. Saa ile rais ameshida, wamekuja wamekimbia wamefika. Wanataka atikusomea sisi, atikutuambia vile ya kuunga rais mkono. Sisi ndio tulimsaidia rais akaketi pale. Tulimuelewa kutoka day one. Tunamuelewa mpaka wa leo. Na tulimwamini. Wewe hukumwamini, umefika kwa sababu wako kwa kiti. Unataka usaidike hapo sasa, wewe mdomo ndio hiyo. Oh, naibu wa rais, oh nani, nyinyi kuja ni pole pole. Come and join us. We work together. Kama you have decided the president is a good man and he need to be supported, don't come kuingilia wale walikuwa ndani na yeye. Si ndio? Si ukuje ujiunge na hawa. Come and join so that we move together, because tunataka mtu akuje. Lakini my philosophy is one. Kama nimekosa mtaniambia wapi. Ninasema tukiendelea kuunganisha Kenya kono, kwanza tuchunge ile iko kwa mkono. Hiyo ndio philosophy yangu. Tuchunge ile iko, ile ingine ikuje tuongeze. Lakini the one we are sure of, najua kabisa hiyo tuchu. And that is my philosophy. Kusaidia rais in terms of leadership, in terms of how to mobilize support, is that we take care of those who believed in him as we reach out to
never believed in him, and we believe them together. Hiyo 96 tuchunge, alafu ile 4 tulete pia kese na hii 96, ndio pale kwangu tulikuwa 87, iko 13. Hiyo 13 nimesanya karibu na jaza ikuwe 100, lakini hiyo 13 naleta na kuambia mheshimu ile 87, si ndio? Mkuje, lakini ile 87 mheshimu, so that we are able to move together. I have no doubt in my mind that the president and I are good friends. We have come a long way. Hatuwezi kubalia mtu yeyote kuja katikati yetu, hatuwezi, kwa sababu tutakuwa tumepotea njia. So tutakaa pamoja, tutaendelea kushauriana, tutaendelea kusikiza kila mtu, tutasikiza hao vijana, tutasikiza kanisa, na zile shida kidogo kidogo ziko tutarekebisha. So Governor, I have heard you what you have said. I share most of your sentiments, and we'll share that with the president as well. We have also heard pahali tunatakiwa kurekebisha pia tutarekebisha, but tunataka tuunganishe nchi yetu ikuwe kitu kimoja. Tunataka watu tamushi makali tuachane naye, na tuheshimu maofisi. Hata kama wewe upendi sura yule ako kwa hiyo ofisi, heshimu hiyo ofisi, kwa sababu kama hiyo ofisi wewe unaitamani, siku moja kama utapata, si unataka uheshimiwe? Just respect the institution. You don't have to respect the fellow who is there, because huyo ni Mungu amemweka hapo. Kama wewe Mungu siku moja atakuweka hapo, ungetaka pia uheshimiwe, so that we are all able to move together as a country. So mimi niseme ya kwamba shida kidogo kidogo rais na mimi na serikali tutarekebisha, na tutaendelea kusikiza nyinyi. You are center, you are the center of our governance, because it's the people. We work for the people. Wananchi ndio wametupatia kazi, hawa ndio tunafanyia kazi. So in whatever decision you make, they must be the center of that conversation. And I think if we do that, mambo yetu itakuwa sawa. Bishop na kanisa na Wakristo muendelee kuombea nchi yetu, tuombee rais wetu apate hekima, aongeze ujasiri kama kiongozi wetu, kama baba wetu, aweze kutuongoza vizuri. Hali sisi tumepotea njia kama viongozi, atushauri, atuweke pamoja, aunganishe wa Kenya tuweze kusonga mbele. Hii serikali yetu ililetwa na maombi na itadumishwa na maombi. Na ningetaka kuambia viongozi wasisahau. Naona wengine wamesahau pale tulikuwa. Some leaders have forgotten where we were. We were not in a very good space. But I can see some leaders wamepata pesa, wamepata viti, wamekuwa na kiburi, wamesahau the journey that President William Ruto and I and the rest of us worked to get here. I see some people forgetting. I want to remind them that it was a difficult journey. Mungu akatuonekania, akatuonea huruma, akatusaidia. Let us not forget. Let us be humble. Let us respect each other. Let us respect the people of Kenya. And I'm sure once we do that, things will get better. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na mimi niseme ya kwamba nitarudi tena na tena hapa Bomet. Nyinyi ndio mlinipigia kura, si ndio? Bila nyinyi singepata. So nikialikwa hapa lazima nikuje. Sasa lazima uheshimu matajiri yako. You are my bosses. Without you and God, I will not be here. So when you have something mnataka tufanya pamoja, I'll come. And have no worry. Rais ni mtu wetu, kazi yetu tu ni kumsaidia na kumchunga na kumkinga, and that we shall do. And things will settle down. And I want to ask our young people, now that the president has guided tuongee maneno ya mambo ya kutoka kwa barabara tuachane naye.
It is unnecessary now because already the government has accepted we need to engage. So hakuna haja ya mvurutano, loss of lives, vitu kuchomwa, hakuna haja. Once we have agreed that we engage, we have a conversation, we want to ask our young people to be patient. Mechanisms are being established on how we engage, and we'll listen to them, and all other Kenyans will listen to them, so that we have a good country. Nimeshukuru sana, asanteni sana. Sasa tungetaka tuchange pesa ya kuanza hii mjengo. Nimekuwa pale, nimeanzisha na kanisa, mafundi mupee watu vijana area hii, si ndio? Watu ya mkono vijana area hii.